Acha. Uko salama kweli? Sina basa, naomba mamlinde mwanangu huko. Isiwe kweli. Naomba mumsaidie. Shoma. Asante. Ya mama, nayo furaha kubwa kujulisha kwamba nimekubali kusaidiana na mdogo wangu Vijeli katika hili. Habari kubwa wewe mwanangu. Unajua mwanangu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kweli. Hebu fanya haraka uende ukamtafute ndugu yako polini. Ni kweli mama, ndio maana nimekuja mapema hivi ili nikupe taarifa niweze kwenda kujiandaa. Yaani mwanangu, mizimu yote ya kina Bwasa iwabariki, iwasaidie huko mnakokwenda. Muende kwa amani mwanangu. Ndio maana ni jambo la msingi. Taarifa ni ndani. Basi mama msikai. Ndio haraka hivyo? Hapana. Sio neno na chungu. Ngwani kingi. Ngwani wapi? Mwanangu, mizimu yote. Asante. Iwasimamie. Haya mama. Mungu amependa Mungu. Mke wangu. Mbona unaonekana uchungu mwanangu? Mwanangu hata sijui anaishi vipi kwa hiyo. Siku mke wangu, hilo lisikuhuzunishe. Mwanao kaamua kuondoka mwenyewe. Mwache aondoke. nahuzunisha mwanangu. Mtoto kukaa miezi 9 tumboni. Alafu nisijue anakula nini wala anaishi vipi huko aliko msituni. Mwanao amejiingiza kwenye vita kubwa sana. Kumsaidia Vijeli, ni bora ningezaa mtoto wa kiume. Ningepata shupavu kwa urithi wa Bwasa. Ungezaa mtoto wa kiume? Basi wewe mwanamke mwingine akuzalia mtoto wa kiume. Siku zote enzi na enzi za mtoto wa kike umepata hasara. Tena hasara.
mfalme wa kijiji cha Nabaja. Mfalme, mizimu yako inaonyesha kwamba ufalme wako upo njiani kupotea. Mganga wangu, utanisaidiaje hii hali isiweze kutokea? Nitakusaidia. Wewe ndio mfalme wangu pekee wa kijiji cha Nabaja. Mwalimu Simba keta nyama mayo Simba wa Barakone we. Oh we keta nyama mayo Simba wa Barakone. Mwalimu Simba we wa Barakone wa mayo we wa Barakone we. Oh we Simba wa Barakone wa mayo wa Barakone. Sawa. Ni masharti. Upo tayari kufuata masharti? Upo tayari kufuata masharti? Ndio mganga. Unatakiwa utoe kafara la watoto wawili. Na mtoto mmoja kati ya wawili awe ni mwanamke gani? Ina maana kwamba awe mzazi wake mmoja amefariki. Sawa mganga, utalifanyia kazi jambo hilo. Sawa sawa. Na ukifanya jambo hilo aje yote ukame tuondoka. Dala kijiji Nabaja. Unaweza ukaenda. Unaweza ukaenda. Unaweza ukaenda. Unaweza ukaenda pale. Mizimu yetu mbiko, asante. Mizimu yetu mbiko, asante. Tunawashukuru mababu na mizimu, asante. Tunawashukuru mababu na mizimu, asante. Mizimu yetu mbiko, asante. Mizimu yetu mbiko, asante. Tunawashukuru mababu na mizimu, asante. Tunawashukuru mababu na mizimu, asante. Enyi mababu zetu mliopo ndani ya msitu huu pamoja na mizimu yenu, tunaomba mtulinde kwa lolote lile, muweze kututunza ili vyote vile jinsi mnavyoweza, kwa sababu hatuna ulinzi wa silaha bali tuna ulinzi wenu. Tunawategemeeni nyinyi kwa lolote lile, hata kwa hatari yoyote itakayoweza kujitokeza. Mizimu yetu mbiko, asante. Kaka Makanyaga, wenza kuondoleshwa ni pepo roho. Nimekufuata wewe mdogo wangu. Nimekuja kusema. Kwa lipi Makanyaga? Nimekuja kusaidia juu ya kutokomeza utawala wa mfalme Mwami Gwasa. Na ikiwezekana tushirikiane kupoteza kabisa utawala huu. Makanyaga ndugu yangu, nashawishika kukupiga hapo hapo ulipo mpaka kukuua. Kiukweli ningekuwa tayari nishafanya hivyo. Sema tu ni ndugu wetu wa damu ndio unaotuzuia. Usifike huko mdogo wangu. Usifike huko. Naomba tusonge pembeni kidogo nikupe salamu kutoka kwa mdogo wangu. Sawa. Na wewe, nisubiri na kuja sasa. Vile. Nakuja mwenyewe. Unasemaje hivi? Kuwa mwangalifu.
Usiwe na wasiwasi binti mfalme. Sawa. Mama kweli sana. Hebu tufanye mpango kutokomeza ufalme ili wewe uweze kurudi nyumbani. Tufikie unavyoishi katika msitu wa kutisha namna hii. Tufanye mpango kutokomeza utawala wa mfalme ili turudi nyumbani. Kaka Makanyaga. Vuko yanga vonti vandinga. Lakini hakukuwa minga hansi. Naomba nielewe. Huku sio mahali kuzuri. Turudi nyumbani. Nani? Voya fumira wewe bolo manyi lakini ndikutenga ngahansi. Nga kidogo anda kuelewa ngahansi. Nielewe. Fikiria mama. Nadhani umenielewa mdogo wangu. Nimekufuata tusaidiane kwenye shughuli ya kutokomeza ufalme. Umwani. Sasa ningependa labda tupite njia. Basi tujende. Karibu sana. Asante. Karibu rafiki yangu. Asante bwana. Karibu. Asante, nimekuja kwa jambo moja tu. Unajua ni rafiki yangu, madamu. Na tena ni rafiki yangu tuliochanjana chai na tukachanganya damu zetu. Kwani kuna nini? Na kuibia sisi. Ichila mtoto wako anataka kutolewa kafara. Kafara? Ndiyo kafara. Sasa mchukue mtoto wako mbebe mkimbie kabla askari hawajaja. Sawa? Kisha. Na tena sije ukasema kama mimi hilo tu. Kwa heri. Unakimbia nini? Simama. Nimesema simama. Simama. Nimesema tulia. Unatakiwa urudi kijijini. Ongoza njia. Ongoza njia.
Ongoza njia. Tembea. Tembea. Unajua nimeidiwa nini mimi na mfalme wewe? Tembea huko. Penda. Naomba kwenda kujisaidia jando. Kujisaidia? Ndio. Nenda haraka. Panatosha hapo. Vipi Makanyaga? Umepata kumwona Vijay? Ndio. Umemwacha wapi? Shamuua tayari. Kazi ya mikono yangu mwenyewe. Nimeshachoma mwingi. Panga lilompata barabara tumboni mwangu. Uhakika na unachokisema? Ndio na uhakika. Hebu angalieni. Panga lipata damu. Damu za mdogo wangu. Wamkom. Wamkom. Umemua? Basi, mfalme atakufaiza. Na vipi binti mfalme kwa? Naye. Yuko. Anasaidia kidogo. Wapi? Usitudanganye bwana. Yawezekana ameshatoroka. Umefanya nini sasa? Mfalme anamhitaji. Kazi yangu ilikuwa kuniua Vijay. Basi tukamwambia mfalme. Mfalme wangu wa kijiji cha Nambata. Hii ndio ile ahadi yetu tulikuwa tumeiweka. Ufalme wako utakuwa pale pale na utawala utazidi kuongezeka. Mfalme, chukua damu yako. Eta. Kile wana wa mwate nye mwana kile wa mwate teke mwase ke mwana ke mwate yene mwana ke mwate tumake mwana ke mwana kama ya mwate ke mwana seke mwate meke mwana. Waka mfalme. Waka mfalme. Waka mfalme. Vizuri sana mfalme. Vizuri sana mfalme. Sasa tunaweza tukaenda.
na Ruende. Mwanangu. Mwanangu na Ruende. Siamini mwanangu. Mdogo, kwa nini uko hapa? Mfano nataka kumtoa mwanangu kafara. Kafara? Mwanangu mwenyewe ndo huyo. Amani maskini. Lakini si wanajua kwamba wewe ni mjane? Ndio wanajua. Lakini mfalme anataka mtoto ambaye ni yatima wa baba. Ambaye au amefiwa na mama yake. Nisikia kwamba mko na Vijedi. Je, yuko wapi? Mama mdogo. Vijedi amekufa. Na ameoa na kaka yake Makanyaga. Kaka yake? Ndio mama mdogo. Ha? Naisi amelipwa mali kwa mfalme kwa kumuua ndugu yake. Maskini Vijedi. Kijana shupavu na jasiri. Amekufa bila kuleta mapinduzi katika kijiji cha Nambacha. Hiki kitakuwa kilio kisichokwisha kwa wananambacha. Na mdogo, mimi naona twende. Tukauone mwili wa Vijedi kwa mara ya mwisho. Tuuage ili mizimu impokee vizuri shujaa wetu. Sawa, na twende. Sasa mbona kuna michirizi ya damu tu na mwili wake haupo? Pengine mwili wake umeliwa na wanyama wakali wa msituni. Mama mdogo, kiukweli nilikuwa nampenda sana Vijedi. Na nitaka siku moja anioe, ingawaje sikuwahi kumwambia. Pole sana na Ruende. Bahati haikuwa yako. Mdogo, roho inaniuma sana. Vijedi wangu kuondoka kwa kweli.
Vipi askari? Mbona mmekuwa kama mnaonyesha kama mna matatizo? Mzile naongea kidogo. Tatizo nini? Sikiliza niambie. Tunaweza kumwambia mfalme hizi habari. Kwa eti vijiji vikufa. Naongea tu na udhibitisho. Makanja amekuja tu amtuonyesha panga mbali na damu. Makanyaga mimi simwamini. Amekuja amtuonyesha panga tu mbali na damu. Tuende kumwambia mfalme hizi habari. Hata tuelewa sisi. Hilo tu halitoshi. Kwani hata askari wenzetu wawili tumepoteana nao katika ule msitu. Nakumbuka Makanyaga tukutumwa naye pamoja. Alafu kitu kingine alituthibitishia kwa kutuonyesha damu, lakini bado mwili wa Vijedi mwana akalengwa hatukuona. Mfalme, taifa lazima lisikie. Tunaona kwamba tumetafuta hatujapata. Na isitoshe tumepotelewa na wenzetu hao wawili. Haijulikani wapo sehemu gani. Na tutawapataje? Tunatakiwa lazima tupeleke taarifa ili tujue tutafanya nini kwa mfalme. Hilo ni jambo moja la muhimu sana. Tujue tutamuelekeza nini mfalme mpaka aamini kwamba Vijedi ameuawa au la. Kwani tumeambiwa na Makanyaga kama ameuawa na akatuonyesha kututhibitishia damu, lakini mwili wake hatujapata kuuona. Mimi nadhani tena sababu kwa hivyo. Okay. Tunaweza tukaondoa, sitana kwamba hata kuchoka tumechoka sana. Nimezunguka msitu mkubwa. Twendeni. Nambacha asili yake tuachwa. Nambacha asili yake tuachwa. Leo nina habari mbaya. Msishangae sana. Kwani hamumjui mfalme Vijedi Chuvi Kalengo? Basi amekufa. Na kidani cha shingoni kwake hiki. Afuye. Shusho manyi mwe bantu mwe. Tube kwiba na babiba. Alafu wewe kesho zamu yako kwenda shambani. Toka lini mtu akaenda shambani mwana? Kaka. Makata. Mama moja. Asante. Kwenye ule mti nishikie. Jua tabia yako. Sigombani. Sasa mwanangu,
na kitu kizuri sana wewe. Ninachotakiwa kufanyia leo. Gani? Sababu sio kuna. Na kina kidani. Ndio mama. Yaani hiki nakuvalisha mwanangu. Chenye kitu. Baba nisaidie basi. Kama mama yake hivi. Kaka. Kaka. Mwanangu kidani hiki nakuvalisha. Mwanangu nimekuvalisha kidani hiki. Naomba kipande. Kidani hiki nimekuvalisha. Kuonyesha thamani ya kile ulichofanya. Kidani hiki mwanangu niachiwa urithi na marehemu babangu ambaye wewe ni babu yako. Nithamini sana. Asante sana mama kwa kunipa kidanti mwanangu mshindi kwangu. Daima sitokivua shingoni kwangu mpaka ile siku ambayo mimi nikifa. Nakutabiria mbali sana. Nategemea utatuletea heshima kwenye mkoa wa Sitimu. Umependeza. Asante mama. Asante sana, tena sana, tena sana. Nashukuru kwa maneno yako mazuri. Na yenye ubashiri juu yangu. Mama, kwani kaka Makanyaga yuko wapi? Kaka yako mjuu. Ngoma. Alikulipa. Ni ngoma. Yani alivyo ana shughuli hizo za ngoma. Utafikia atatoka kwenye kijiji chenyewe hivi. Atafanya ngoma yule. Mpaka ngoma. Yeye ngoma ni. Hebu mwanangu, na kisi. Chumvi sasa hapa. Sio, sasa. Na wewe inuka kapike. Nione ukipala. Sio niwe na adabu mkoroka na mimi najipangia hapa nakuja na nisukuma. Yaani mpige na ile dude mimi. Na kama mjuavyo, dawa ya msaliti ni kuuawa tu. Na hili ni onyo kwa watu wenye tabia ya uchochezi. Sina mengi raia wazuri. Ewe mfalme wa Mapacha, uko mtaani hali si shwari. Watu wanazungumzia sana mfalme wako, na kubwa zaidi mfalme ni kuhusu ya kijana wao, shujaa wao wanayemwamini Vijedi. Hayo ni maneno tu Mailo. Watasema kisha yatafikiwa kwenye ardhi. Vijedi ni nani katika ardhi ya Nambacha? Walikuwepo wakina Elijah Masini, leo hii wako wapi? Washakufa. Nani huyu ataondoka? Samahani mtukufu mfalme kwa kuingilia mazungumzo ya kujenga amani ya ardhi ya Nambacha. Mimi nilifuata zawadi. Zawadi gani bwana Makanyaga?
zawadi ya ng'ombe na ardhi ya mashamba. Kwa lipi jema ulilofanya? Nimemuua mdogo wangu Vijedi ili nipate zawadi. Umemuua? Unajua sheria ya muuaji katika ardhi ya Nambacha? Ndio, naijua mfano. Ni ipi hiyo? Ni kunyongwa au kutupa katika msitu wa wanyama wakali. Kwa sababu unaijua sheria hiyo na wewe ni muuaji, sheria hiyo inaitumika kwako sasa. Askari, kamata huyu. Peleka. Hapana mkuu mfalme. Lakini ulinituma mfalme. Mfalme ulinituma mwenyewe mfalme. Kumkamata. Ulinituma nikamuue mfalme. Sio kumuua. Hiyo ndo kazi ya watu wanaogopa. Unaweza kuchezea Oman. Wacha. Umenifurahisha sana. Safi kabisa. Mimi pia napenda sana. Wewe ndio mfalme hapa. Mfalme. Mwami. Kwanza. Takupandisha chini. Nani aliyempa ufalme huyo? Nani? Kipenzi changu. Sana kwa kakangu Vijedi. Yeye ndo alikuwa mshauri wangu mimi. Kwa nini lakini mfalme wa Mwami? Kwa nini? Siwezi mwanangu, siwezi mwanangu, siwezi kipenzi changu Vijedi. Mimi ndio babu na Milama, mzee wa msitu wote huu. Hivyo usiniogope. Vijedi, natambua umeshapona kabisa sasa. Sijui unaweza kukumbuka ni kitu gani ambacho kimekupata? Ndiyo, nimekumbuka. Nilikatwa na panga na kakangu Makanyaga. Kweli unakumbuka. Na jamii yote ya Nambacha inatambua kwa wewe ulishakufa. Mimi nimekufa? Ndio. Na kifo chako kimewafurahisha sana baraza la ufalme, lakini katika wanakijiji wa Nambacha imekuwa ni masikitiko makubwa sana na machozi juu yako. Sasa sijui utanisaidia vipi babu na Milama. Usijali kijana wangu, nitakupatia nguvu za kwenda kupambana na askari wa mfalme. Nitashukuru sana babu. Nitashukuru sana babu na Milama. Usijali. Acha hizo nguvu kwa ajili ya kwenda kuwakomboa
na kwa ajili ya kwenda kutoa utawala mbovu wa Mwami Gwasa. Nyanyuka kijana. Nyanyuka. 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 Sana. Asante sana babu Mlawa. Nafikiri ni wakati wa kuikomboa Nambacha sasa katika utawala mbaya wa mfalme Mwami Gwasa. Safi sana kijana. Usijali. Usijali Vijedi. Utaenda kuikomboa Nambacha, lakini usifikirie kuwa uko peke yako. Nitakuwa nyuma yako. Napenda mkwaheri. Lazima Nambacha turudi katika ama zangu ama zao.